Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni, utaniua. Irene, sihitaji muda wote kuuliza maswali. Mambo mengine si bora kuyazungumza. Yule ni mke wa mtu. Unanielewa? Ataendeleaje kukaa pale nyumbani kwako? Tayari kashaolewa. Na amefunga ndoa yule kaka. Kaka Abema. Wewe mwenyewe hapo ulipo bado unahitaji kuoa. Sasa swali linakuja kaka. Utaoaje wakati yule binti bado yuko pale? Sawa, umempa hifadhi la mpito, hiyo inaeleweka. Na je, atakapojifungua mtoto, utaendelea kumpa hifadhi pale nyumbani? Napenda nijue kwa nini mliachana naye, ili na mimi nisije nikafanya makosa aliyoyafanya yeye. Taanzaje kumwambia Mwangaza aondoke pale nyumbani kwangu? Sawa, lakini nashindwa nitaanzaje. Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni, utaniua. Ukiwa na wewe unajua kila kitu kitakuwa sawa. Hilo ndio ombi langu kwako. Zikusaidie. Yeah. Chukua hizo pesa zikusaidie. Nisiende afu kanipigia simu baadaye. Kaka zile pesa Ai bwana, wewe mbona kama hujiamini? Au zile nyama ndo ziweza kuchanganya? Za kwangu. Za kwako hizo. Za kwangu. Niko gizani misioni, utaniua. Chumba kwanza kile. Naongeza pesa ya nini? Hebu tukatafakari bwana. Sawa, kuhusu pesa za nyumba, nivumilieni. Nitakuja kulipa hiyo deni, nivumilieni. Yaani wewe kila siku tukuvumilie. Kila siku tukuvumilie, Tumeshachoka na kuvumilia. Tumeshachoka. Kila siku tukuvumilie. Na jinsi umeshaoa. Kisha unataka hizo gharama zote za nyumba ziende kwa mke wako. Sisi hatuyataki. Tunataka tu ni hela basi. Binadamu kweli habari hazifichiki. Mimi nimeoa mimi. Sasa tufanye hivi. Sasa mamangu, wewe rudi nyumbani. Nitakuja kulipa hizo pesa mimi mwenyewe. Nipeni wiki moja tu. Wiki moja. Nimeapa nitakuja kulipa hizo pesa. Pesa zote nitazilipa. Hatima yake mambo yawe sawa. Watu waishi kwa vurugu kila siku. Na ukienda nyumbani ukifika, mkumbushe mama. Mkumbushe mama Mariana, ana deni yangu ya nyama. Siku zinaenda. Na kazi yetu hiyo yanga hii haiombi kabisa mtu kupana deni kwa siku nyingi. Hatima yake mtaji utakuwa unashuka. Wewe. Yaani kutokutulipa sisi hela za nyumba, unadai hela zako za nyama. Sio hivyo? Hela zako za nyama ndio unaweka mbele. Mtaji ule. Basi sasa acha tukuambie taarifa. Utakapotupa hela zetu za nyumba, ndio na sisi tutakupa hela za nyama. Mariana bwana, haya hayakuwa makubaliano ya kulipa nikilipa nyumba. Kwanza unapatiana mabadilisho. Hii ni nyumba na ule ni mtaji wa nyama. Hizi mbuzi zimepanda bei bwana. Sasa acha nikwambie taarifa nzuri. Unaona hii miguu yangu hii unayoiona. Naenda. Nikirudi hii kijiji chote hapa kitakucheka. Wewe. Ndio utanijua kama mimi Mariana. Wewe Mariana wewe. Unajua bei ya nyama wewe, mbuzi siku hizi zimepanda bei. Alafu tu wengine hii nyumba na ile ni mtaji wa nyama. Baby, kuna jambo nataka kuuliza. Nini tena? Jana nilipofika nyumbani kwako, nilikuta bado picha ya mwanamke ipo ukutani kwako. Irene, pale ni nyumbani kwangu. Nafanya kila nitakacho mimi. Na kuhusu ile picha usijali. Kesho atakapofanya usafi nitaomba waiondoe. Nilivyompenda yule mpumbavu ilikuwa ni siku moja. Na nikaachana naye siku moja. Na sina mpango wote na yeye. Basi nikute ndani. Baby, sawa, ndani tutaenda.
Lakini napenda nijue kwa nini mliachana naye, ili na mimi nisije nikafanya makosa aliyoyafanya yeye. Si unajua nakupenda sana baby. Umeanza kufanya makosa aliyokuwa anafanya yeye. Sihitaji muda wote kuuliza maswali. Ha? Yaani sihitaji muda wote kuuliza maswali. Mambo mengine si bora kuyazungumza. Aya, nikute chumbani. Kuchukua maji tu nakuwa ni mwaka mzima dada yangu bwana. Pole. Nambi, vipi sasa mambo mengine? Mambo mengine ni sawa. Usinajua tena kile napokuja siku mpya inakuja na mambo mapya. Hata kama kaka yangu ndio unashindwa mpaka hata kwenda saluni. Hivi unajiona kweli? Unajua kila jambo inakwenda kwa mpangilio. Sijapangilia ndio maana sijakwenda kukata hizo nywele. Okay, sawa. Tuachane basi nayo. Nilikuita kuna jambo nataka tulijadili. Baada ya kukaa na kufikiria, mimi sioni sababu yoyote ya kukaa na kuingilia sana kwenye maamuzi yako. Sioni sababu. Ila pamoja tujiulize kitu kaka. Yule ni mke wa mtu. Unanielewa? Ataendeleaje kukaa pale nyumbani kwako? Tayari kashaolewa. Na amefunga ndoa yule kaka. Kaka Abema, wewe mwenyewe hapo ulipo bado unahitaji kuoa. Sasa swali linakuja kaka, utaoaje wakati yule binti bado yuko pale? Sawa, umempa hifadhi la mpito, hiyo inaeleweka. Na je, atakapojifungua mtoto, utaendelea kumpa hifadhi pale nyumbani? Ujiulize hicho kitu kakaangu. Yaani kwa sasa dada yangu nahitaji muda mwingi wa kufikiria kuhusu swala hili. Unajua ni kweli lazima tuliangalia kwa jicho la mbali hili swala. Lakini nitaanzaje? Dada yangu nitaanzaje kumwambia Mwangaza aondoke pale nyumbani kwangu? Sawa, lakini nashindwa nitaanzaje. Huku tusisahau sisi wote kwamba waliachana na mume wake katika hali ngumu. Na je, umeshaandaa mavazi na mazingira ya mtoto akizaliwa? Kwani Mwangaza mwenyewe anasemaje? Ataendelea kuishi pale mpaka lini? Mpaka lini? Mwangaza hana mpango wowote kuhusu hili swala. Maana hapa Uvira Mwangaza hana ndugu yeyote zaidi ya kaka yake. Na kaka yake naye pia alimkataa, akamkana, akamfukuza. Kama ndio hivyo basi hilo ni tatizo. Enyo wetu achana hilo. Sijakuita bure lakini. Chukua hii pesa. Zikusaidie. Yeah. Chukua hizi pesa zikusaidie. Najua sasa hivi uko katika kipindi kigumu na yote yanahitaji pesa. Wewe. Kuhusu lile godoro, usilirudishi tena. Aisha tayari nimeshamnunulia nyingine. Wewe baki nalo tulikusaidie. Dada yangu. Za kwangu hizi? Ndio. Zikusaidie hizo siku 2-3 tuangalie maisha yaende. Haba ni kiasi kidogo ndio. Na kidogo kidogo kinafanya kitu kuja kuwa kikubwa. Najivunia sana kuwa na wewe katika dunia hii dada yangu. Sasa nini kimekusukuma dada yangu mpaka ghafla hivi umebadilisha maamuzi ghafla? Yaani wewe kuniuliza hilo swali ni sawa sawa na wewe kujisahau tu. Ilo kwamba wewe ni ndugu yangu, damu yangu, kaka yangu. Nikukumbusha kitu? Kichwa kina mambo mengi. Ulinisaidia nilipokuwa kwenye kipindi kigumu bila kujali makosa yangu siku za nyuma.
Kwa hiyo ni wakati wangu mimi pia, mimi kama sifa nikusaidie. Niseme asante, niseme nini? Nashukuru sana mwanangu. Sasa wewe ngoja mimi nikuache. Nawahi mzigo. Unajua siku hizi pale Machunio, wayanganga wanakuwa wengi sana. Kupata nyama pale sio kazi rahisi. Ngoja mimi sichelewe mzigo. Sawa basi, hamna shida. Acha tu nikutakie kazi njema na siku njema. Maji umalizi? Nisiende afu kanipigia simu baadaye. Kaka zile pesa Ai bwana, wewe mbona kama hujiamini? Au zile nyama ndo zimeweza kuchanganya? Za kwangu. Za kwako hizo. Za kwangu. Basi mimi naenda. Nenda kaka. Wai kazini, wai ofisini, pale ofisini kwako. Mama. Ila Aisha akija, ndamwambia ulikuwa hapo hata nyama hujamletea. Mwambie mjomba kafika. Aya. Na ameenda yuko vizuri. Umesema godoro pia libaki? Nimeshamnunulia nyingine Aisha. Wewe. Dunia hii bwana. Karibu sana Vema. Asante. Nafurahi kuja kwako na karibu pia kinywaji. Asante sana. No, wait. Let us toast. Oh. Yes, cheers. Asante kweli. Kawaida, acha mimi ndio niseme asante kwa sababu si kila mtu anaitika wito. Umenipigia simu naanzaje kukosa kudia? Lakini si unajua si kila mtu anaitika wito mwingine. So, sitaki kuchukua muda wako kwa sana kwa sababu najua unataka kwenda kazini. Kwa kifupi naweza nikasema mimi naitwa Quinelly, ni mtoto wa mzee Tabita. Wazazi wangu wamefariki kwenye accident. Na niko mtoto pekee kwenye tumbo la wazazi wangu. Na nimeachiwa mali nyingi sana. And right now najikuta nina vitu vingi ambavyo navibeba mimi bila msaidizi. Nikiongelea hivyo namaanisha kuwa nakuhitaji unilinde mimi na mali ambazo nimeachiwa na wazazi wangu. Kwa sababu huku mimi siishi kwa sana, naishi South Africa. So nikiwa na wewe unajua kila kitu kitakuwa sawa. Hilo ndio ombi langu kwako, Abema. Nashukuru sana. Nipe muda nifikirie. Haina shida. Yaani uchukue muda wako kwa sababu sikupi pressure yoyote. Just take your time. When you unajifeel like uko tayari kunijibu, nitakuwa hapa nimekusubiri. It's not a problem. Sasa mimi nataka nawaia nyama pale kazini. Alright then, let me change and then naweza nikakudrop kazini if you don't mind. Yeah, I'm coming. Jirani Mungu wangu. Jirani yangu wapi? Wewe. Na kwani? Sasa ngoja basi kwa. Ngoja jikazi. Jikazi. Mbona hujaniambia watu? Sasa wewe jikaze. Niite mama Mwamposa hapo sasa hivi aje kusaidia. Jikaze jiweke basi. Nakwenda kwa mama Mwamposa.
utaniua. Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni, 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 utaniua. Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni.